Naomba tofautisha kati ya sifa na nini? Na upendo. Unaelewa? Huyo ni mwenye nini? Kwa nini mwenye upendo? Huyo hana upendo, ila huyo ana sifa za kujitangaza kwa yeye ana ni mtoaji. Sio kweli? Lakini huku ndani hana nini? Endelea. Mstari wa pili. Tena nijapokuwa mzee. Mbona kasauti kako kanakuwa kubwa sana? Hebu ongeza ka volume hapo. Tena nijapokuwa na unabii. Na kujua siri zote. Watu wanajua kutabiri ndio kujua kila kitu. Tena nijapokuwa na unabii, hivi unaelewa neno unabii? Unaelewa maana unabii? Tofautisha kati ya nabii na unabii. Sio kila mtu wote aweza kuwa nabii, ila wote tutaweza kuwa na unabii, kwa sababu tuna Roho Takatifu. Kwa hiyo wale kutabiri sio mpaka nabii, wenyewe tutaweza kujitabiria. Maisha yako ndivyo unavyojitabiria, kwa sababu maisha yako yote unaonaga shida, hujawahi kuiona raha, hujawahi kuona mema ambao Mungu amekuahidia mbele yako, unaonaga kushindwa tu. Hapo tayari unatabiri. Hello. Biblia inasema kwa maana mtu ajionavyo nafsini mwake ndivyo. Sasa utakuwaje nje na unavyojiona? Endelea. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, japokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. 3. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini kwa sifa. Nimekwambia tenganisha kati ya sifa na nini? Na upendo. Kuwalisha maskini kwa nini? Kwa sifa. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini. Tena nikijitoa mwili wangu niungue moto. Kama sina upendo hainifaidi kitu. Pale anasema si kitu mimi. Jamani, hiki kikopo ukinywa maji ukakitupa sio kitu. Nauliza, aka kakikopo sio kitu? Unafikiri kangekuwa sio kitu, wakota makopo wangekaokota? Maana yake ni nini? Maana yake kama una upendo, hata thamani ya kikopo imekuzidi. Maana yake si kitu, yani thamani yako hakuna. Hello? Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Sasa hebu tumwangalie Petro. Tumwangalie Petro. Hapa Petro bwana ndipo alinifurahisha sana. Injili ya Yohana sura 10 mstari wa 11. No, mstari wa 13. Sorry. Injili ya Yohana sura 13 mstari wa 36 na 5 mpaka 37 mpaka 38. Injili ya Yohana sura 13 mstari wa 35 mpaka 38. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu. Na upendo ninyi kwa ninyi. Sikiliza. Hivyo watu wote watatambua kuwa nyinyi ni wanafunzi wangu. Je, kitakacho tutambulisha kwa watu ni kunena kwa lugha? Kwa wewe ni mwanafunzi wa Yesu au umeokoka, kinachokutambulisha kwa watu wewe ni kufanya nini? Kitakacho kutambulisha katikati ya watu kwa sio mtu wa kawaida ni neno upendo. Unaelewa? Ni neno. Yaani anaposema Yesu atawatambulisha, maana yake kukutambulisha popote unapoishi. Jambo la kwanza, lazima watu waone upendo ndani yako wa Mungu, sio wa unafiki. Sio wa unafiki.
Kuna upendo ule wa wachawi. Unaelewa? Anakuminya usiku, asubuhi anakuja kuangalia matokeo na katembele. Unanielewa? Hey, nimekuletea tembele. Unaendeleaje shosti? Unaanza kugeuza kishingo chako. Yaani leo naendelea vizuri kidogo, yani nimeamka. Ngoja nikuletee kiti. Ukigeuza tu hivi kichogo. Unanielewa? Ulijuaje? Yaani leo sina mboga hata kidogo. Ila wewe una upendo. Lina upendo wewe? Wewe una upendo unauliza? Wewe tunaita upendo wa nini? Yaani unajifanya unampenda lakini unamkanyagia. Huo sio upendo. Unajionyesha kwa mtu kana kwamba unampenda lakini ndani yake hauna nini? Upendo. Huo sio upendo anaozungumzia Yesu. Upendo wa kweli, haijalishi ni kitu kidogo, haijalishi ni kitu kikubwa, lazima kitimizwe. Huo ndio upendo wa kweli. Haijalishi kinagharimu maisha ya mtu. Hebu rudi pale kwenye Wakorintho. Umeshia mstari wangapi? Endelea. Ni Wakorintho 13. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwenyewe, mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifanyii kitu. Jambo la kwanza nilikwambia, kama hauna uvumilivu, upendo wako umefanyaje? Umepoa. Hapo ni vuguvugu. Upendo huvumilia. Unaelewa maana ya kufadhili? Wapeni watu vitu. Wapeni. Na mchungaji anaipendaga sana hilo andiko. Malizia Chelsea Mangala wangu. Wapeni watu vitu. Nanyi mtapewa vilivyojaa na kusukwa na kumwagika kabisa. Ni unaelewa? Hiyo ndio inaitwa fadhili. Upendo hausudu. Upendo hautakabali. Sione amependeza kigauni changu kile, ni mbariki. Unaelewa? Sione na chikongo kila kidole na mtaa wake. Chikongo ile nimempa mimi. Haujivuni. Haukosi kuwa na adabu. Mwambie jirani yako, sema adabu. Sema adabu. Kiona jitu linakosa adabu, halina upendo. Dhahabu haiongei, lakini watu wanaishika dhahabu kwa adabu kuliko kuwa na adabu kwa wazazi wao. Uongo kweli? Dhahabu bwana inapofichwa inatamkwaga tu dhahabu. Kuna wengine wanazeeka mpaka miaka na miaka hajawahi kuiona hata kwa macho ilivyokuwa inaheshimiwa, ambavyo wapo wengi wanazo na wanamiliki, lakini wana adabu. Mtu anaweza kavaa cheni ya dhahabu lakini hawezi kukwambia kuwa hii cheni ya nini? Ya dhahabu, kwa sababu dunia imeharibika. Ukimwambia cheni ya dhahabu, ili mtu atoe kiulaini lazima shingo ihame. Tunamwona yule mama kwenye mwaka mpya aliyekuja na gari yake hapa, tuliosombote watoto. Yaani kuanzia masikioni unavyoona mpaka shingoni ni nini? Ni gold, dhahabu tu. Pete zile za ndoa naona amevaa ni dhahabu tu. Hawezi kukwambia. Wapendwa, watu wakilipuka mapepo wanakimbiliaga hapo, ili ni pepo. Kuna mbaba mmoja hivi kwa jina na Muhifadhi, akiangalia shaba kachomeni, akiangalia eleni za dhahabu wekeni ofisini taombea. Kwa jina na Muhifadhi, dhambi dhahabu tu zitaenda kuombewa ofisini. Hakika hamna mzee, ili
Lile shamba kapigeni kiberiti. Baba dhahabu. Ofisini nitaombea nitakemea pepo. Haleluya. Haleluya. Neno wenyewe wameshika andiko, ni andiko. Lakini hawajalikamilisha. Mwambie jirani yako hawajalikamilisha. Namna walivyolibeba kimwili hawajalikamilisha bado. Kuna kasehemu hawajafanikiwa. Unanielewa? Nilikuwa nafananisha upendo namna dhahabu ambavyo inashikwa kwa adabu. Upendo ukosi kuwa na nini? Na adabu. Kwa watu waliokutangulia, waliokuzidi umri, upendo haukosi kuwa na adabu. Kwa kuwa wazazi upendo tukawa tumeupoteza, tukawalea watoto. Leo katoto wewe kaambia, wewe hebu toka hapo. Na kenyeka nakwambia, na wewe toka hapo. Chanzo sio mtoto, chanzo ni mzazi. Alimlea kwenye mazingira ya uovu, sio upendo. Wazazi tuwalee watoto kwenye mazingira ya upendo. Haleluya. Na upendo huo kidogo, ili uwe na adabu, lazima kawepo na kanini. Fanya hivi mzazi mwenye mtoto, hata kama kiloo chako kinaumauma, fanya hivi kidogo. Fanya hivi mtoto ule, mzazi mwenye mtoto, fanya. Sijakwambia uhesabu hela, nimekwambia kucha, fanya hivi. Askofu kaambiwa, yaani wewe mzazi ni zaidi ya askofu awezaye